Uongozi Talks, the podcast. The podcast. The podcast. The podcast. The podcast. Gertrude, mara kadhaa kuna vijana na watu wengi ambao huwa wanatamani watu fulani kuweza kukutana nao ama kujifunza kutoka kwao. Je, ni njia gani nzuri ambazo wanaweza kutumia vijana hao kuweza kupata nafasi hiyo? Unaweza kukuta kijana ni mzuri kwenye masuala ya mpira, ni mzuri kwenye usanii, ni mzuri kwenye uongozi na kadhalika. Kwa hiyo kuna mtu ambaye anamwangalia kama role model na anatamani siku moja kuweza kuonana naye. Na unakuta sometimes DM hazijibiwi. Je, wapi tunafeli? So cha kwanza ukikana na DM kama nilivyosema, watu wengi wanafungua DM. Lakini akishafungua DM anakuangalia na wewe. Ni mjibu au ni simjibu. Kwa hiyo wewe mwenyewe ukiangalia zile kurasa zako, wewe mwenyewe ungependa kujidm back? Yes. Wewe mwenyewe ungependa kujidm back? No. Then rekebisha. Unataka kwamba mtu wa mpira, yaani unamtaka mtu wa mpira lakini mle umejaza meme za kuwasema watu. Mtu hawezi kukujibu kwa sababu hataki kuwa associated na mtu ambaye yuko negative au wa caliber fulani ambaye ni tofauti na caliber yake. Lakini anapokuona wewe, leo uko na fulani, leo umeenda kwenye kikao fulani, leo unafanya takujibu. Una mtu serious. Yes. Lakini zaidi ya yote ni uko strategic kwenye posti zake, namna ambavyo una comment kwenye picha zake, namna ambavyo yani haupo kama yule mtu ambaye wanasema stalker, ila upo mtu ambaye kweli umedhamiria kwenda kujifunza, au umedhamiria kupata maneno mawili matatu kutoka kwake. Lakini kitu cha pili, fuatilia maeneo gani yule mtu anaenda. Kuna event amekaribishwa kama mgeni, ameshiriki, vaa pendeza. Hakuna siri kubwa kama duniani kama kuvaa kupendeza. Unaweza kuwa na story maridadi unaficha umaskini sana. Unasema kijana kiatu kimeng'aa. Mtu hawezi kukuchipia chini. Kumbe ukitoka unaenda kusubiri buza. Lakini hiyo tayari wewe haikuhusiana. Pale target yako umeshajipangia kwamba mimi ninachotaka leo ni kupata mawasiliano yake, kujua ajue anachokifanya na kama kuna possibility ya kufanya naye kazi. Hilo la pili. Na la tatu kabisa ni kujua mwenendo wa maisha yake. Yaani mjue huyu mtu ni wa caliber gani. Approachable ama sio approachable. Na kama sio approachable, ni mbinu gani ninaweza nikafanya nini? Nikatumia. Na hiyo mbinu unaipataje? Kupitia watu wake. Watu wao. Yes, watu na watu wao. Unaona watu wake karibu, namna ambavyo wanafanya uhusiana naye. Mwingine anapenda sana kupostiwa. Kumbe anapenda sana kupostiwa. Au anapenda sana yani kusifiwa. Ile hiyo ya kusifiwa kwa anapenda kusifiwa. Si moja. Umependeza sana. Yani ukimwambia mtu umeshamtoa kwenye reli, chochote utakachobomba ndani ya dakika. Anaweza kukupa. Umependeza sana. Umependeza. Nilikuwa nahitaji sio yangu kuchukua hapa. So kusifiwa binadamu, pia kuna binadamu ambaye anapenda kusifiwa. Ndio. Lakini kitu kingine ni kujua kwamba usiwe kama goalkeeper. Wewe kila mpira unadaka. Chagua kudaka baadhi ya mipira. Yaani usiwe yule mtu ambaye unahamahama. Leo kesho yani mimi nataka nikipata huyu acha. Inaweza ikawa ni context ya mpira. Ya mpira ni sawa. Lakini isiwe unahama, yani leo unaenda kwenye mpira, kesho kwenye mazingira, kesho kutoka kwenye bahari. Hatukuelewi. So hiyo itakuwezesha wewe kutengeneza portfolio kwa sababu kumbe kijana anafanya shughuli ya mpira, either ni mpira na mazingira. Labda anafanya mpira na mazingira kwa muda mrefu na anataka mimi nishiriki kwenye masuala ya mazingira kupitia kipaji changu cha mpira. So chochote kile unachokifanya hakikisha pia kina connection. Kwa mfano mimi masuala ya uandishi, mawasiliano ni vitu ambavyo vina connection. Yani pia ninaweza kuviconnect. Kwa hiyo na wewe ni muhimu sana hata hawa watu tunaotafuta, hakikisha vitu vyako vina connect. Ili isiwe ngumu wewe kuwapata na kuwaingiza kwenye malengo yako au kwenye vile vitu unafanya. Sawa. Gertrude, kwenye maisha kuna panda shuka, milima na mabonde ili uweze kufika. Ni changamoto gani kubwa ambayo ulikutana nayo, aidha ambayo imekusaidia zaidi kuwa hapo ulipo, ama unaweza kuichukulia kama somo ili wengine waweze kujifunza kupitia yale ambayo umepitia?
Mimi changamoto kubwa ambayo naweza nikasema changamoto ni nyingi. Ni kweli. Usifanye mchezo na changamoto. Sababu hadi labda kama zinakupika. Kuna labda ni kama zinakutia kwenye maji ambazo zinaanza kuvukanga. Kwa hiyo anachagua ni changamoto gani ambayo ni kubwa. Na hiyo mtu akikutana nayo kuna muda mpaka anasema au ninachokifanya sio sawa. Yes. Au niache. Haki make sense. Changamoto kubwa ni kitu kinaitwa anxiety. Fear of unknown. Yani una hofu lakini hujui hofu nini. Hujui ni hofu kwamba umri unasogea, mafanikio hayaonekani. Hujui ni umri hujui kwamba yani kuna wenzangu wanafanya lakini wanafanya vizuri na kila siku wanatoboa. So it's a fear of unknown every day. Unasema hicho kinatosha au niongeze? Nitaweza kweli au sitaweza? Watu watanionaje? Like it's every day. So for me I have this challenge of fear lakini to the unknown. Like they hit you every day. Umefanya hiki hivi kinatosha? Mbona naona kama hakitosha, sasa nifanyeje? Mbona watu hawafanyi hivi ambavyo mimi nilitamani wafanye, sasa nafanyeje? So to me it's a fear of unknown. Lakini ilikuwa kubwa zaidi nilivyokuwa mdogo. Namna pekee nilivyokuweza kuicontrol mimi ni kufanya vitu. I do them, halafu I let the fear come. Afi hiyo fear ikikam ndo sasa tunatazamana. Tunafanya. Wewe na fear. Mimi na fear, we have to face each other. Hatari hiyo. Hatari kwa sababu bila hivyo utoboi. Kwa mimi vitu vingi sana nina jump miguu yote. Watu wanasema usipime kina cha maji na miguu yote miwili. Yaani mimi nadumbukia. Nadumbukia. Kwa hiyo the rest kitu chochote kinachotokea kwa kwenye maji nitazama na nini? Tutatazamana sasa. But I do that. So yeah. Ulishaikata tamaa? Niliwahi kukata tamaa. Kipi kilikurudisha kwenye mstari baada ya kukata tamaa? Niliwahi kukata tamaa nikiwa nimemaliza chuo. Nilikuwa naona vitu haviendi vile mimi nataka. Kuna hii application nilianzisha ilifeli, haikufanya vizuri. Sio moja mbili. Sasa hata wewe ungekuwa wewe. Ya kwanza imekataa. Sasa ungesema mimi kitu cha ajabu. Ya pili imekataa. So I said, oh my God, this is my failure. Mimi sijazaliwa kujipambania. Mimi tu nimezaliwa tu kupambaniwa. But then kitu kilichonirudisha kwenye mstari, I realized kwamba lazima nijue nilikosea wapi. Ndio. Nilipojua nimekosea wapi ni kwamba hizi application nilizitengeneza tu mimi, nimekaa chupani kwangu nikasema hichi ndio kitu wanachotaka. Sikujua mahitaji ya audience. Sikujua kinaenda kusolve kitu gani kwa urahisi. Na hakikuwa kile emergency case kwa watu walikutumika. Kwa hiyo yale ni makosa ambayo nilijifunza. Kwa hiyo ina maana wakati mwingine nilianza kuamend yale makosa kwenye vitu vyangu vingine. Chochote ninachokifanya ilikuwa ni hakikisha ni kitu ambacho audience wanapitia au wanakihitaji. Na hile ndo linirudisha kwenye mstari. Lakini kama vile nisingekuwa vile nimengangania na kichwa changu huko, kichwa changu cha box. Nafanya tu mwenyewe chumbani najifikiria hichi sasa hichi ndo chenyewe hichi. Hichi kila mtu atanisifia kwamba mimi ndo mtu, yani nimeandika hichi kitu. No. It's not about writing kitu au it's not about kufanya kitu ambacho watu watakusifia. Kwamba ameandika hichi safi. It's about writing something au kufanya kitu ambacho watu can rewrite. It's relatable. Very good. Endelea kusalia nasi wakati tukiwa tunaendelea na safari hii ya gurudumu la kujifunza katika masuala kadha wa kadha ya uongozi wa kidigitali. Na leo nakukumbusha tuko na malkia wetu wa nguvu Gertrude Mligo, ambaye ni mwandishi wa vitabu na ni mhamasishaji na ni mwalimu wa masuala ya kidigitali. Hatua ndogo za leo ndio zinapelekea mafanikio makubwa ya kesho yako. Gertrude, kati ya ushawishi na hela unachagua nini? Hakuna nitega. Yani kwa sababu ukiwa na hela Hasani, ushawishi unakuja. Sasa wewe sio ushawishi mzuri. Hasani, ukiwa na hela, yani mtu anakupatia hapa milioni 100.
Unaambia bodaboda kuanzia hapo reading room nataka mpaka Kigamboni mnifuate nyuma. Ushawishi unao unakuja tu. So hela, uwe na hela kwanza. Unaweza kuwa una ushawishi halafu hauna hela. Hadi watu wanashawishika na wewe, kuna kitu wamekiona. Kitu gani? Kweli. Unataka mimi kitu gani cha uingizi hata leo unatushawishi nini? Sababu hela ndo focal point. Watu watachoka. Sababu hela tushawishi kila siku kati ya hela. Tusumbua watu wanasisha nini yaje hapa. Yaani mmoja hajatoboa fora tu. So hela, wewe kuna watu watakuuliza tu umempata wapi? Watakufuata tu nyuma. Yeah, sure. Gertrude, vijana wengi wamekuwa wakitamani mafanikio ya haraka ama tukitaka mafanikio ya papo kwa papo. Na kwako falsafa gani ambayo inaishi kati ya fursa na mafanikio? Honestly, kila mtu anataka mafanikio ya haraka. Hakuna mtu anataka kuteseka sana. Ndio. Hata mimi sitaki kuteseka. Ndio. Nani anataka kuamka asubuhi saa 10 kwenda kazini? Nani anataka akati kumbe unaweza kuna shortcut? Nani? Hakuna. Lakini kwa sababu hatuna hiyo option ya kwamba ukiamka leo, ukilala, utaamka tajiri, utazikuta hela chini ya kitanda. Au kuna mti wako special una mvua ya hela. Hapana. Kwa nini lazima tuzihangaikie? Na inaanzia wapi? Lazima uipate fursa. Ukishapata hiyo fursa, ni lazima uitwist hiyo fursa ikuingizie pesa. Kwa ukipata fursa itumie ikutengenezee jina baadaye iwe pesa. Yes, na hakikisha pia hauna jina kubwa afu huna hela. Utapata depression. Takuwa tunaonana kwenye vituo vya dawa, unaanza kushangaa, unajificha hivi wasi. Sio tu kujificha. Utakuwa unasema mwenyewe, moyo wako wewe mwenyewe unasita. Lakini always before a name. Mimi I think I learned that in a hard way. Before a name. Kisha una hela. Have some cash. Lakini tu sio hivyo. Kuna watu wana hela ila hawapendi kuendesha wenyewe. Hawapendi wanapenda tu kutumia usafiri wa umma kwa sababu they dislike kuendesha magari because it's stress. But either way, hakikisha hiyo ndo option. Hakikisha kwamba you have something. Then jina halitakupa depression kwa sababu hii ni natural. Sio kitu kusema kwamba mimi hapana, mimi no, I don't care. It's natural. Kuna point utafika, watu watakuwa kutumia tumekuwa kwa dada fani umesimama, umeanguka, umefanya hiki. So zile zitakuchosha. Watu watatumia kama sehemu ya kukupigia. Yeah, sio tu kukupigia, lakini kuna watu watakuwa kuchukua video umefanya hiki, umefanya hiki. To me, I would say kwamba you can do it as long as wewe unaamini kwamba that's for you. This is me, I don't care. Yeah. But then if it gets in your way, if it reach a time kwamba inasema yani mimi sitaki kukutana na watu, mimi ni brand, unajua ndio. Nashusha thamani yangu, watu kunionaona, nataka kuwa a certain way tu nionekane. Then it means you need money before a name. Unadhani vijana wengi wanakosea wapi hasa wakiwa wanahitaji kujitengenezea personal brand zao kwenye mitandao na kadhalika? Wanakuwa hawajui wanataka nini, lakini anakuwa anaenda kwenye yale matukio ambayo yanaonekana yana fursa au yana picha nyingi. Leo unamwona huyu mwana mazingira, kwa nini mazingira? Kesho unamwona ni mwana maoili, kesho kutwa unamwona yuko ndo like who are you? Kwenye beach. Yes. Yeye kila kitu anafanya, anachojali ni ampata content. It's not about content. It's about you connecting na community ambayo inaendana na kile kitu ambacho wewe unakifanya au unadhamiria kukifanya. Kwa hiyo event shiriki, chagua event za kwenda na event ambazo sio za kwenda. Leo tunakuona kwenye event ya makaa ya mawe. Kesho tunakuona kwenye event ya maji. Kesho madini. Tunashangaa upo wapi? Tunakushangaa wewe ni nani, upo wapi? Unachimba madini, unaenda kunyaweka kwenye hili unayarusha. So kama nilivyosema pia power. If kama kweli unafanya hivi vitu vyote, find a way to make them sure and make sure kwamba they are connected. Yani hivi vyote vitatu ukiweza kuvielezea, it define your personal brand. Sure. Perfectly and smoothly bila kuhangaika. Sababu kuna mtu ukimwambia personal brand yako ni yani anahangaika mwenyewe anajitafuta. Mimi mwenyewe ni nani? So it's very. Yeye mwenyewe hajijui. Yeye mwenyewe Wanasema ukishindwa kujieleza kwa hashtag bado hujakuwa kwenye personal brand yako. Yeah, very important. Yani neno moja linaweza lika define wewe ni nani. Maana mawasiliano na mwandishi. Like two words. Mimi nikikuonaga wewe naona digitali. Yeah.
So personal brand yako pia inakuconnect na fursa sahihi. Gertrude, mimi naamini mpaka hapo ulipofika ni kuna mentors wengi sana ambao wamekutengeneza na kuandaa kufika hapa. Je, wewe unatumia njia gani kumentor wengine? Mimi na mentor watoto specifically. Kwa sababu ninaamini wao tayari wapo kwenye umri ambao wanakuwa. Mimi natamani wapate nafasi ya kufanya maamuzi sahihi. Wanapofika ule umri wa kufanya maamuzi. Kupitia Natokaje Kidigitali ambao ndio platform inasaidia watoto hao kuweza kuwa mentor, unaiyatazamia vipi kuweza kutengeneza viongozi wajao kwa ajili ya taifa letu? So uongozi unaanzia wapi? Uongozi unaanzia pale kiongozi anapoweza kufanya maamuzi. Tena sio tu maamuzi, maamuzi sahihi. Na maamuzi sahihi yanaanzia wapi? Exposure. Muexpose mtu ajue kuna hiki, ajue hiki kinawezekana, ajue kiwezekana. Unampa nafasi ya kujua kwamba asiwe mshamba wa kufanya maamuzi. Kwa sababu anakuwa well exposed na anakuwa knowledgeable enough ya kusema hiki hapana, hiki ndio. Hiki nimewahi kukiona sehemu haki work out. Hiki kina work out. Ile changamoto sehemu kuna sehemu niwewe kuzisikia zipo na sisi tunazipitia, lakini tutafanya nini? Tutatoboa. So exposure ni muhimu sana. By exposure to any cost. So it's very important. Lakini zaidi ni kutengeneza njia. Kutengeneza njia ambayo unapopita hauchomi na sasa. Na hata ukichomwa unahakikisha kwamba unaweza kufanya nini? Kusonga mbele. Sio kwamba utaishia pale njia. Unapopita hauchomwi na miba. Yes. Manake hata ukifika mbele wewe usiwaekee miba wenzako. Yes, kuna msemo unasema usipande miba kwenye njia yangu kwa sababu hujui lini utakuja kwako. Kwa sababu ile miba ulioipanda itakuchoma. Gertrude, unatamani kuacha alama gani kwenye engo ya digitali labda na uandishi? Kwa sababu naamini kila kiongozi mzuri anahitaji kuacha alama ambayo hata kesho hayupo, watu wataweza kukumbuka alama hii iliachwa na mtu fulani. Na wewe ukiwa kama kiongozi kwenye eneo hili la kidigitali, alama gani ambayo unatamani kuacha? Mimi alama naenda kuacha ni moja tu. Kwa sababu ya Gertrude sikuishia njiani. Ukikutana na kijana mwenye ndoto kubwa, lakini kijana huyo hana exposure, ni ushauri gani ambao unaweza kumpatia? Mwanze taratibu. Asifanye maamuzi ya haraka. Ajiridhishe. Azungumze na watu. Akutane na watu sahihi. Na asifanye kwa mhemko au kwa pressure. Tulia. Pata taarifa zaidi juu ya kile kitu ambacho wewe unataka kukifanyia. Jiridhishe nacho, fanya maamuzi. Kwa sababu bila hivyo woga yanakuwa majipo mbele. Ni sawasawa na vijana ambao sasa hivi aenda kusoma siji masuala ya biochemical watu. Alikuja kugundua mimi nilikuwa napenda marketing. Mimi ni marketing mimi. Sasa kwa nini unasoma biochemical? So kachini fikiria hichi nakipenda kwani nakitaka. Kana watuliza yani fuatilia. Ukishafuatilia na kupata taarifa sahihi fanya maamuzi. Sawa. Gertrude, kuna vijana wengi ambao wapo kwenye nafasi za uongozi katika taasisi, vyuoni, kwenye jamii pia na kadhalika. Wakati tukiwa tunamalizia, ushauri wako ni upi ambao unaweza kuwaachia ukipata nafasi ya kukutana na vijana wote hao katika maeneo tofauti walioko, lakini wana ndoto siku moja za kuweza kuwa viongozi katika maeneo hayo, kuhusianisha pia na mitandao hii ambayo tunatumia? Kama wana ndoto ya kuwa viongozi, ninaweza nikasema kwamba waanze na kurasa zao, wazifanye ziwe professional. Nikiwa na maana kwamba zizungumzie vile vitu ambavyo wanataka kuvifanya, ziwe na mamlaka. Kwa sababu hauwezi ukawa unasema mimi ninajitengeneza kuwa kiongozi ajaye, lakini wewe haufanyi vile vitu ambavyo vina measure kwamba huyu kiongozi ajaye. Vitu unavyofanya, mahali unakohudhuria, vitu unavyoposti, aina ya watu ambao uko nao, wale wote they define you, whether unataka au hutaki. Unless ungekuwa na hiyo position tayari. Lakini kama huna
na huna pesa it's a double trouble. Kwa hiyo hakikisha kwamba unaanza kujitengeneza, unaishi kesho yako leo. Yes. Yani nikiwa na maana kwamba kama unataka kuwa waziri, lazima uwe January Makamba leo. Lazima uwe si viongozi wengi sana kwa majina, lakini lazima uwe Jenista leo. Lazima uwe yule kiongozi leo. Yani jifanye kama mimi natamani siku moja niwe balozi wa Tanzania United Kingdom. Position hivyo. Lakini vijana wanahisi kama ni maisha ya uzee wakianza kuishi mapema. Watu waenda kidimbwi. Sasa kidimbwi ni short term goal. Hiyo position unavyojiposition is a long term goal. Kwa sababu kidimbwi nani anakuona? Is it costful to you or non costful to you? Non costful. So if it is costful to you, it means kwamba it's a short term goal. Na if it's a short term goal, maana yake it's costful. Kwa sababu kila kitu unafanya muda mfupi kimeisha, ila kinakaa muda mrefu. Watu wataendelea kukiona jamaa huyu atafaa kweli kwa kiongozi wetu, mtu anatukidimbu. Na uzuri siku zile za kampeni zitakapoanza kufikia, mpinzani wako hataenda mbali, atatumia zile context zako zile za mbaya zile ndo kumzie. Context za crabbing, context the beach, halafu zile sasa zikiunganishwa pamoja zinatengeneza content ambazo ndo wewe ulikuwa unazishare kwenye mitandao. Watu they use it. Unafikiri wewe utatufaa huyu? Mtu anaenda tu hivi ana installation anafanya nini? So regardless kwamba wewe ni mtu mzuri unaamini hivyo, lakini at that time watu watafanya maamuzi kutokana na kile kilichopo. Kwa hiyo kiongozi wa sasa ni kiongozi wajaye, jitahidi sana vitu vyako mtandaoni ni vile vitu ambavyo unatamani siku wapiga kura au watu wenye maamuzi wakikaa chini wanaviona waseme huyu anatufaa. Sawa, kijana, endelea kushikilia hapo. Maisha yako ya kesho ambayo unahitaji kuyaishi yaanzie maandalizi yake leo hii. Yetu wakati tuko mwisho wa session yetu, huwa tuna challenge of the day. I hope you love challenge. I love challenge, lakini sipendi kujichanganya. Are you ready for the challenge? Okay. Humu ndani kuna maswali ambayo yameandikwa, kwa hiyo utachagua swali mojawapo kisha utatupa majibu. Naweza nikajisemea swali lako. Hapana, wazo tu. Najua yote. Okay. Capital City India, Mumbai. Okay. Tunakupa muda wa kufikiri kwa sekunde 3. 1. Subiri. Delhi. 3. New Delhi. Unapata mwisho dakika za jioni. Asante sana. Ilikuwa wasaa mzuri wa kuweza kupata maarifa hasa ya kidigitali kupitia malkia wetu huyu wa nguvu Gertrude Mligo, ambaye ametupitisha kwenye maeneo kadha kuhusu safari yake, uzoefu wake, lakini na kiu yake na shauku yake ambayo anatamani kuiona kwa vijana wa Tanzania na Afrika kiujumla. Asante sana Gertrude Mligo kwa kuwa nasi Uongozi Talks. Asante sana na nafurahi kuwepo hapa. Until next time.